lakini nikakiri nisimuone Yesu haya. Nikasikia risasi zimelia, nikatoroka. Zililia sababu yako? Si sasa watu ni vita, marafiki zangu ilikuwa balaa tu. Yaani watu wako confused. Kiongozi wao ameamua kuwa Mkristo. Na kwetu mambo ya tulienda na mchungaji mmoja alinichekesha sana. Risasi imelia juu ya hewa, ameingia chini ya meza. Nikaambia kaka toka, kwa sababu kule kwetu wanauza tomato, kitunguu, binduki, risasi. So zile risasi za plastic. So mtu akinunua binduki anaweka ana test dra. Sasa yeye hajawahi sikia, akaingia chini. Zinauzwa na matomato na maviazi na mavitunguu zinauzwa. Paka leo. Za nini mnawana? Ziko tu. Unakuta mtoto wa miaka 9 anajua kupiga risasi. Kwetu pameshaharibika, ni Mungu asaidie. Hakuna mtu mwingine anaweza saidia kule. Ni watu wapigane paka Ukristo ingie. Na wamepigana paka saizi wameokoka wengi sana. Maisha imewachoka. Basi mimi nikatoroka, nikaenda nyumbani, nikakuta baba naye kule kashachemka. Nikatoroka porini. Nikakaa porini miezi 8. Uko nakula nini? Nikakaa wiki ya kwanza njaa, nikikula matunda. Sikisimayu unaijua upside down. Nikaanza mtindo ikifika saa 3 usiku. Ninatoka ninaenda mjini, ninafungua pipa. Ujue mimi ni lawyer, nimesoma Medina University. Ni university kubwa, ni kama Harvard. Unaposema Medina kwa Waislamu ni Harvard, ni pale Prophet Muhammad amezikwa. Ndio msikiti mkubwa wa thamani ya mabilioni ya dola iko pale. Ndio yani mwenye muasisi ya dini ya Kiislamu amezikwa pale. Na ndio nimesoma pale, yani cream de la cream ndo wanatoka pale. Na nimetoka pale na nafungua pipa, ninajaza chakula kwa paper bag, ninarudi naye. Mchana babangu ametoa $250,000 kwa atakayeleta kichwa yangu. Sistangu ametoa maisha yake, atakaye niua alete kichwa yangu atamuoa. Hawataki ukiwa mzima? Hairuhusiwi. Yaani dini ya Kiislamu inakuambia mtoto wako akiwa Mkristo muue. Usipomuua hata wewe pia utaenda kuzimu. Utahukumiwa. Inabidi ujifiche kabisa. Ndio nikajificha nikila maporini miezi mitatu ya kwanza. Ndio kijana mmoja akaja ametoka upande huu wetu wa Somalia wa juu. Akaja. Yeye naye ametaka kuokoka, amekosa partner, anaogopa. So aliposoma habari zangu akaja tuungane pamoja na yeye. Anaitwa Abdurrashid. Akaanza kusema Adam Haj. Mimi nimejificha. Nikaangalia ujamaa kwa peke yake. Nikaambia njoo. Toa nguo, akatoa. Kwetu rafiki yangu, mtu akikuita anataka kuja unamwambia toa nguo. Jua anaweza kuwa ameficha bomu hapa, aje alipuke na wewe ukufe na yeye amelipwa na ajali. So anambia toa nguo, akatoa. Tukakaniambia anafanya na Food for the Hungry, anataka kuokoka, hana mtu. So amepata partner tukao wawili. Lakini siku ya 3 yeye akauawa. Akapatikana akauawa. Akauliwa wapi? Hapo Kisimani. Na mimi ndo nimemzika peke yangu. Kwa hivyo nikakaa kuanzia mwezi wa pili. Wewe kuuliwa ama kupatikana? Sikuwa hapo. Tulikuwa tumepishana kidogo. Yaani tulikuwa different places. Ndo mwezi wa pili paka mwezi wa 10 ndo wale watu wa Food for the Hungry, kuna Dr. moja aitwa Njoroge wakakuja kumtafuta Abdurrashid. Kwa sababu amepata habari yake ameokoka. Wakataka kuja kumsaidia. Na Abdurrashid anajua Biblia kidogo. Aliniambia Biblia haiko Somalia, iko Kenya ama Ethiopia ama Djibouti, nchi ambazo zimezungusha Somalia. Ndio wakija wakanikuta mimi. Wakauliza Abdurrashid yuko wapi? Mmoja anaongea Kisomali. Nikaambia Abdurrashid, wewe ni nani? Wakaniambia ni mtu wake. Nikaambia nimemzika hapa. Hiyo ndo siku ya kwanza nimeona Wakristo wakiomba. Oh God. Sijaona mimi. Kitu ya kwanza nimeuliza Alkitab, Biblia nitatoa wapi? Kwa sababu Abdurrashid akaniambia kusoma Biblia utapata habari za Yesu. Biblia akaniambia huwezi pata hapa. Haturuhusiwi. Ujue kupatikana na bangi Somalia na Biblia, mwenye Biblia anafungwa miaka 40, mwenye bangi anafungwa miaka 10. Kwa hivyo hii mambo tunaonanga ya kusoma Biblia, kwenda kanisa venye unataka. Hakuna, huku mna raha. Hakuna, kwetu unachinjwa. Tena kuchinjwa aswa mbele ya watu, tena sokoni. Unachinjwa. Ziko nyingi kwenye uone persecuted Somalis vile wanachinjwa. Wanateswa. Basi mimi nikawaambia basi mnitoe hapa mnisaidie, sababu nimekonda, nilikuwa 32 kg na ujue nyumbani nilikuwa 96 kg, najaribu kukata weight. Basi wakaniambia tutakubeba na jeneza. Kwa hivyo nikabebwa na jeneza wiki 4 bila ya kutoka. Paka leo nina alama hapa, ile mbao nilibambuliwa nayo kutolewa. Yenye ilipasua sanduku sinilekwa kwenye jeneza wiki 4. Siwezi kutoka kwa sababu nikitoka nishikwe pia wao watauawa.
kutoka Kismayu mpaka Elwak ni wiki 4 kwa gari. Mpaka wa Kenya na Somalia ni wiki 4 kwa gari. Hawa ni ni madaktari. Wanafanya food for the hungry. Hawakuja kunitafuta, walikuja kutafuta ule mwenzangu. Si mwenzangu alikuwa anafanya NGO, ndo tukakutana nao. Ndo walipoona mwenzangu amekufa wakaomba, wakaamua kunisaidia mimi. Sasa mimi nimekuja kwa niaba yake. Yeye amekufa. Msaada ilikuwa ni yake, si yangu. Ndio nikabeba wiki 4. Mvua inanyesha, uwezi toka, unalishwa na mirija, unateseka, unahangaika. Sasa hiyo ni nini? Maziwa atakulisha ama nini? Hizi maglucose. Si madaktari wote wanajua, walikuwa wamebeba kila kitu ya kutosha na jeneza. Wiki 4. Yaani siku nafika Elwak, saa ile nabambuliwa, hii ngozi imeshikana na mbao. Kwa sababu ya kulala upande moja bila ya kugeuka, na mguu hazifanyi kazi, ni kama nimeparalyze. Kwa hivyo nikang'olewa, nikaekwa nje. Kakaa hapo karibu 4 or 5 hours. Ndio hata flow zianze, mguu imefura na nini. Hivyo ndio nimekuja huko. Basi unasikia sasa, nikaja paka Kenya, nikaletwa, ndio nikatolewa kwa ile jeneza. Kutolewa kwa ile jeneza mwili yote imebambuka, lakini kwa sababu ni madaktari wakanitibu. Ndo kama kawaida ukiingia nchi ya watu lazima uende refugee camp. Lazima. Kwa hivyo wakanisaidia kwenda kuregister. Kumbe hiyo wiki 4 wa Somalia wameshajua nimetoka Kismayu. Kwa hivyo simu zimelia refugee camp Dadaab. Zimeshachafuka sasa, watu wananingoja. Mimi nimeingia refugee camp, nimeregister kila kitu, unapewa chakula nini, first aid kila kitu, unapewa hema. Nilikuwa nangojewa hivi, ilikuwa saa 12. Nilipigwa kutoka saa 12, hata ukiangalia kichwa hapa imepasuka. Walinipiga nikatoa damu za pua na mdomo, nikazimia. Walikupiga kwa nini? Si mimi nimeokoka. Na Wasomalia waruhusi kuokoka. Si walinitafuta kule wamenikosa. Si sasa nimejileta mwenyewe. Nikapigwa vibaya sana. Hawa hawakujua, madaktari wakujua. Wao walijua niko safe, ni Kenya hii. Kenya hii. Bas, na unajua hakuna mtu anateteaga Wasomalia wakiokoka. Unajua habari ya Abdiweli. Nafikiri unajua. Alipigwa risasi Garissa hii yetu moja hii. Risasi na Abdiweli. Alikuwa missionary Msomali. Risasi, na wakasema hata zikwa hapa na ni Garissa Kenya, na hakuzikwa. Tulimfly na ndege paka Athi River, akazikiwa Athi River. Mchana saa 5 walimpiga risasi. Na hiyo mambo huendelea mpaka wa leo. Iko si uangalie kwa mtandao, lakini hakuna mtu anaweza ongea kwa sababu anaogopewa. Kila mtu anaogopa, hakuna mtu anaweza ongea. Kimya, si alipigwa, ni Citizen ndio ilileta chini. Mchungaji apigwa risasi. Hata wajasema ni nani, na ni Msomali ameokoka. Na ule kijana ameteswa miaka mingi na watu wote wanajua anateswa. Lakini mchana wakampiga. Kwa mimi nimekosa risasi ngapi? Hakuna pahali unaweza enda. Wameshika kila kitu. Uwezi. Kuna mahali Biblia husema, na hatujapitia mengi. Inaongea mambo ya Christianity. Kama hujapigwa vita, hujamwaga damu, hakuna kitu umeona. So I think hiyo ni proof ya hiyo scripture. Sasa ndo hiyo basi mimi nikapigwa, wakanitupa nje. Lakini nikaenda nikapata msaada kwa serikali, nikasaidika. Basi nikapata ile Alien Citizen. Alien Citizen ni barua inakuruhusu kukaa nje. Sasa wewe wamekuchapa, hawaja kuua. Walijua nimekufa, wakanitupa nje. Kwa hivyo nikakaa porini mpaka saa 11 asubuhi. Ndio ile baridi imeniamsha, usiku mzima nimepigwa. Paka leo hata ukiangalia mwili wangu haikaigi straight sana, ubeni kwa sababu ya mbavu ya upande huu. Na kichwa hapa imepasuliwa, yani madaktari, mimi skali yangu ina crack. Madaktari wameshasema utakufa baada ya miezi 6 sijui, na niko paka leo tu sikufi. Kifo yenyewe nilingoja itakuja. Kwa hivyo nikaamua tu niendelee na maisha. Bas, mimi nikaenda nikaripoti, pia wao wanajua, ukienda Northeastern wanajua. Ukiwa Muislamu, ukiwa Msomali unauawa, wanajua. So wanakusaidia, wakanipa Alien Citizen nikasaidika. Ndo mimi huyo nikaja Nairobi. Hii Nairobi sijui mtu, nikakuwa chokora kwa barabara. Wale madaktari uli disconnect. Siwajui, sina namba yao. Si wao wameshafanya kazi yao, wameenda zao wakijua niko salama. Paka leo natamani kukutana na wao. Na najua wanaangaliaga video zangu, natamani tu siku moja watokee. Sijawahi waona tena. Ndo nikaja huko nikakuwa street boy. You were how Towns. Ulikuwa how old? Karibu miaka 30. Lakini sasa sijui Kiswahili vizuri, sijui chochote. Alafu mtu aliniambia enda Nairobi ndo town kubwa, nikaja hapa. Sasa nikiwa pale Nairobi,
karibu na audio na zurura tu huko, kijana mmoja chokora mwenzangu akaniambia Adam, nilipigwa na Wasomali wananjua, wakaniambia wewe mwanasheria, sasa hii Ukristo imekuaibisha baba, wakanipiga vibaya. Akaniambia nenda Voi, kuna pale panaitwa Voi ni Wataita, tafuta pesa uende Voi, kuna pale ni Wataita hawatakusumbua. Basi tukabeba hizi maplastiki zile za maji, tukaenda tukauza mimi na yeye, ile pesa yake pia akanipatia. Basi mimi huyo ndani ya lori paka Voi.